Lakini sasa tukiacha hayo, wakala Ali bin Abi Talhati, amesema Ali bin Abi Talhati an Ibn Abbas kutoka. Bismillahirrahmanirrahim, namshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ni Abdalla Rua, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Karibuni kwenye chaneli yangu ya Rua TV. Ndacha, kupitia TikTok na WhatsApp yako nilituma video ya kuomba tufanye mdahalo ana kwa ana kati ya mimi na wewe. WhatsApp yako imeonyesha kwamba video hiyo uliipokea, ukaifungua na kuiplay, lakini kwa mara nyingine umeogopa, umekataa tena kufanya mdahalo na mimi. Haya basi, tuache brother. Jukumu langu mimi ni kuendelea kufundisha somo la 9 sehemu ya pili kama nilivyoahidi, ili kujibu malalamiko yako. Bila kupoteza muda, hebu tukusikilize. Sasa mimi natoa aya sasa ndani ya Qur'ani kupitia kwa mashehe ambao wamekubalika katika Uislamu. Mungu ndiye alimuua Yesu, sio wale walisema watamuua. Muje mpite ndani kama nyinyi vidume. Msomaji, chukua Qur'ani ya Ibn Kathiri. Niko nayo. Ibn Kathiri ni mtafsiri wa Qur'ani anayekubalika katika dhehebu la Kisuni. Sasa katika hiyo 355 nipe fafanuzi, commentary ya hiyo aya 355 inasema hivi. Inasemaje? Inni mutawafika, mimi nitakufisha, mimi nitakuwa. Maanahu, maana yake ndio mumituka, nitakuwa. Maliza. Waqala Ibnu Idrisa safi an Ibnu Ishaqa, ndio amatahu Allahu 3 ayami, Mungu alimuua Yesu siku tatu. Thumma ba'athahu. Hebu sikilizeni, naomba hivi, kama hii ni wa kweli, tafadhali naomba. Na mimi sitaki mjadala wa mzaha, mimi nataka mjadala wa kweli. Huu ni mjadala wa elimu na una mchezo, na ninamwaminia Sule ni mtu ambaye amehitimu kielimu. Naomba tusiweke mzaha hata kidogo. Kama hiyo Kiarabu nitakuwa nimekikosea, Sule aje apite ageuze. Nataka kuambia kama nitakuwa nimegeuza ama nikikosea, mimi nasilimu na nimeahidi, kama unaogopa Mungu. Rudia. Inasema amatahu Allahu 3 ayami, Mungu alimuua Yesu siku 3. Twende. Thumma ba'athahu, kisha akamfufua. Thumma rafa'ahu, kisha akamnyanyua kwake. Nimesema ama Qur'ani? Hiyo iko hapo, iweke hapo. Kama nyinyi vidume muje muichukue muieuze, wakihitaji hiyo hapo watachukua. Ndacha, hapo umetoa ufafanuzi wa Qur'ani 355 tafsiri ya Kiarabu ya Ibn Kathir. Ukasema kwamba Mungu alimuua Yesu kisha akamfufua. Mungu alimuua Yesu siku 3 kisha akamfufua kisha akamnyanyua kwake. Lakini sasa, kabla sija kujibu, hebu nikusikilize tena hiki ambacho utakisema ili nikujibu vizuri kabisa. Kwa nini hara anasema alimuua? Soma hiyo Qur'ani 355 tafsiri ya Barwani. Aya sasa inasemaje? 355. Hakuna Muislamu msomi anaweza piga kifo cha Yesu, labda Waislamu tu ambao hawajasoma. Ndio unaona kuna Muislamu mmoja amewatoa jasho hapa Tanzania kuhusu kifo cha Yesu. Hakuna shehe hata mmoja amevunja hoja zake. Mbona mmenyamazia? Soma hiyo. Inasema katika 355 kitabu ni cha Qur'ani. Twende. Pale Mwenyezi Mungu aliposema, sikiliza, mimi naomba tutumie haki ya andiko. Pale Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha, mimi nitakuwa na nitakunyanyua kwangu. Nini inaanza? Kufishwa. Nini inafuata? Kunyanyuliwa. Sasa kujeni mgeuze kunyanyua, kufisha. Ara hajasema hivyo. Ara amesema kufisha, kunyanyua. Inawezekana kufisha hawajui ni kufa
Nisaidie Qur'ani tafsiri ya Farisi 2240 niwasaidie Kiswahili. Maana inawezekana mnaongea Kiswahili lakini kufahamu 2240 nao ni tatizo lingine. Inasema hivi katika 2240 kitabu ni cha Qur'ani. Safi. Na wale wanaofishwa wanafanyaje? Wanaokufa. Lakini ndani ya Qur'ani neno hilo kufisha limetumika mara 25. Mara 23 linaogelea kufa kabisa, unazikwa kwa kaburi. Mara 2 peke yake linatumika kulala ukaamka asubuhi. Kufisha, Mungu anakufisha usiku, anakufufua asubuhi, mara 2 ndani ya Qur'ani. Lakini katika sura ya 3 aya 55, kwa wale wanajua sheria ya Kiarabu, hilo neno limetumika hapo, si la kulala. Yesu anasema ini mutawafika wala fiuka ilayya, nitakufisha na nitakunyanyua kwangu. Ndio naona shehe huyu aliyetafsiri Qur'ani anaitwa Ibn Kathiri, anasema huyu ya Allah alimuua Yesu siku ngapi? Siku 3. Alafu akamfufua nani? Akamfufua Yesu. Alafu Yesu akaenda wapi? Akaenda mbinguni. Kwa hivyo Yesu alikufa ndio akanyanyuliwa, sio alinyanyuliwa aje afe. Labda muandike Qur'ani yenu hiyo ya kugeuza. Lakini hii nitakuwa ndio nikunyanyue. Sasa kama nyinyi Waislamu mnakubali Yesu kanyanyuliwa, kwa nini mnakataa kufa? Maana alikuwa afe ndio anyanyuliwe. Kubarili alikufa ndio akanyanyuliwa, ndio mwe wa kweli. Msimfanye ala muongo. Njooni mpite, si mko wengi hata hamtulii. Watu waniwezi. Na kama waniweza watulie, wakae tu kama vile nakaa pale, siongei, niko mimi vyangu nasikiliza. Kama vidume kweli watulie, wasikuwe na shida, huyu anisikilize uone. Na nikiachwa na sura peke yake, huyu namubatiza asubuhi mapema. Na kama ni uogo, sura kaa hapa na mimi nikae hapa. Kama ni uongo, kaa hapa na mimi nikae hapa. Kieleweke sasa. Kaa hapo na mimi nikae pale. Sasa narudia tena, hakuna aya katika Qur'ani wala hadithi za Mtume Muhammadi linalosema Yesu hakufa, na likitolewa ninakuwa Muislamu leo. Unaitwa Osama bin Laden. Siku shida wakisema tu hawakumuua. Sasa wale nimekutolea aya katika 8:17 walikufa, lakini ara nasema hamukuwaua nyinyi, ni mimi niliwaua. Hivyo Yesu anasema, ara anasema hamukumuua nyinyi, mimi ndio niliyemuua. Nacha hapo umetoa andiko la Qur'ani 3:55 tafsiri ya Baruani, ukakataa ufafanuzi usisomwe, ukasoma aya peke yake kusema kwamba Mungu alimfisha Yesu kisha akamnyanyua, na ukataka watu wasigeuze. Alafu ukatoa Qur'ani 2:240 ukasema kwamba kufisha ndio kufa. Kisha ukasema katika Qur'ani neno hili likufisha limetajwa mara 25. Mara 23 ni kufa kabisa kwa maana ya kifo cha mauti. Mara 2 tu ndio kifo cha usingizi kwa maana ya kifo cha kuamka na kulala. Na kushukuru sana kukiri kwamba kumbe kwenye Qur'ani pia kuna kifo cha usingizi. Asante sana. Sasa tega sikio nikupe majibu yako vizuri sana. Kwanza umeanza kutoa ufafanuzi wa Qur'ani 3:55 tafsiri ya Kiarabu ya Ibn Kathir, alafu ukakimbilia kwenye andiko la 3:55 tafsiri ya Baruani, lakini hapa kwa Baruani ulikataa ufafanuzi. Kwa nini uliukataa? Uliukataa kwa sababu unajua ufafanuzi wa Baruani ungekupiga chini, ungekuumbua ule uongo wako. Sasa mimi ngoja nisome ufafanuzi wa Baruani ili watu wajue kile ambacho ulichokikwepa hapa. Hii ni tafsiri ya Baruani. Tuangalie ule ufafanuzi wake wa Qur'ani 3:55. Bismillahirrahmanirrahim. Ufafanuzi unasema, taja ewe nabii pale Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi
nitakutimizia ajali yako, yani nitakufisha kifo cha kawaida, kama alivyosema Ibn Abbas radhiallahu anhu. Tazama Ibn Kathir, wala sitamwezesha mtu yoyote kukuua, nami nitakunyanyua mahala pa utukufu wangu, na nitakuepusha na maadui wako wanaokusudia kukuua. Brother, kumbe ulikwepa ufafanuzi kwa sababu unakumbua kwamba kifo kilichozungumziwa kule kwa Ibn Kathir ni kifo cha kawaida, sicho kifo cha mauti. Ndio maana hapa ulikimbia. Sasa mimi na kurudisha kule kule kwa Ibn Kathir. Hizi ni tafsiri zote za Ibn Kathir za lugha ya Kiarabu. Hii ndio tafsiri ambayo wewe uliitumia, napita mle ambapo wewe ulipita. Bismillahirrahmanirrahim. Katika tafsiri hii wewe ulianzia maelezo katikati ili kutimiza azima ya uongo wako. Mimi nitaanza juu ya ufafanuzi mpaka chini, kisha tuone maana nzima. Ufafanuzi unaanza kusema ikhtilafu almufassiruna fi qawlihi, kuitalafiana kwa wafasiri katika neno lake Mwenyezi Mungu. Inni mutawafika wa rafiuka ilayya, neno lenyewe ni hili, mimi nitakufisha na nitakunyanyua kwangu. Faqala Katada wa ghayruhu, amesema Katada na asiyekuwa yeye, hadha min almuqaddami wal muakharu, maneno haya ni yenye kutangulizwa na yenye kucheleweshwa. Takdiri, kadirio lake, inni rafiuka ilayya wa mutawafika, mimi nitakunyanyua kwangu na nitakufisha, yani baada dhalika, yani baada ya tukio hilo. Sasa ndacha kama nyie kwa ni wa kweli, hapa pekee kitabu ameshatoa majibu kwamba Katada na wengine wanasema kama ingelikuwa huku kufisha ni kwa mauti, basi takdiri hapa ingetumika ya inni rafiuka ilayya wa mutawafika. Kwa hivyo hapa ingelikuwa nyinyi mna elimu ya kutosha, tayari ingekuwa majibu yenu yako hapa. Lakini sasa tukiacha hayo, wakala Ali bin Abi Talhati, amesema Ali bin Abi Talhati an Ibn Abbas, kutoka kwa Ibn Abbas, inni mutawafik, mimi nitakufisha, ayi nini, au maana yake mumituka, nitakuua. Wakala Muhammad bin Ishaq, amesema Muhammad mtoto wa Ishaka, aman la yutahamu, ambaye hana tuhuma zozote, hatuhumiwi, an Wahabi, kutoka kwa Wahabi, qala tawafahu Allahu 3 saat minan nahari hini rafiuka Allahu ilayhi, Mwenyezi Mungu alimuua Isa masaa 3 kutoka mchana huo, wakati wa kumnyanyua kwenda kwake. Qala Ibn Ishaq, na Ibn Ishaq amesema wanaswara yazumuna, Wakristo wanadai anna Allah tawafahu 7 saati thumma ahyahu, Mwenyezi Mungu alimuua Isa masaa 7 kisha akamfanya kuwa hai. Nyinyi sasa mkaja mkasoma hapa, wakala Ishaka bin Bishr, amesema Ishaka mtoto wa Bishr, an Idris, kutoka kwa Idris, an Wahabi, kutoka kwa Wahabi, amatahu Allahu 3 ayyam, Mungu alimuua yeye Isa siku 3, thumma ba'athahu, kisha akamfufua, thumma rafahu, kisha akamnyanyua kwake. Hapa mlipoishia hapa mkafundisha watu uongo. Sababu kasi unaona bwana, huyu mtu msomi amesema hivi, uongo mtupu mliofundisha, mlielewa vibaya. Maelezo yanaendelea sasa. Waqala Matura liwaraq, amesema Matura liwaraki, mutawafika mina dunia walaisa biwafati mauti, nitakufisha kutoka duniani, haikuwa kwa kifo cha mauti, na wala haikuwa kwa kifo cha mauti. Wakadha kala Ibn Jariri, kama hivi amesema Ibn Jariri, tawafihi huwa rafahu, uko kufisha ni kule kunyanyua. Wakala al-aktharuni, amesema sasa kauli ya wengi, wanazuoni wengi sasa, almurad bilwafati hahuna, makusudio kwa kifo hapa, anaumi ni usingizi, kama alivyosema Mwenyezi Mungu kupitia Qur'ani 6:60 na Qur'ani 39:42. Haya, maelezo yanaendelea tena kusema kama ifuatavyo,
Wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakulu, na alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam akisema, idha qama minan naum, akiamka kutoka usingizini, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Alikuwa akisema namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuhuisha, ametufanya kuwa hai baada ya kutufisha, na kwake yeye ndio kuna kufufuliwa. Na maelezo haya brother yamekwambia uende kwenye Qur'ani 4:157 mpaka 159 kule kwamba wama kataluhu wa maswalabuhu, na kwamba hawana yakini katika hilo la kumuua. Brother, kumbuka kwamba umesema mwenyewe kwamba ndani ya Qur'ani kifo cha usingizi kimetajwa mara 2. Ibn Kathiri maelezo yote hapa amekusudia kifo cha usingizi. Tunaomba aya au ufafanuzi kwenye Qur'ani zote, wapi imeambiwa Isa Yesu kafa kifo cha mauti? Maana Ibn Kathiri huyu ambaye umemtumia amekukataa. Huyu hapa amekukataa kabisa. Wacha kufundisha uongo brother, uongo ukusaidii. Lakini sasa kama hiyo haitoshi, hata ukiangalia Qur'ani hii ya Sheikh Farisi, kiangalia Sheikh Farisi huyu kwenye 3:55 andiko linasema bismillahir rahmanir rahim, kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi, hawatakuwa hao maadui, na nitakuleta kwangu na nitakutakasa na wale waliokufuru. Farisi anatuambia kwamba Mungu amesema Yesu ataepushwa na maadui. Unapopewa maelezo haya ndacho unasema kwamba hayo ni maneno ya kuyaongeza ambayo yako kwenye mabano aliyoyaongeza Farisi. Wewe ni mnafiki. Katika Farisi huyu umeanza kwa kutumia Qur'ani 2:240 kwamba wanaofishwa ndio wanaokufa. Neno wanaokufa liko kwenye mabano. Kama wewe si mnafiki, kwa nini ulitumia ile neno pale? Kwa nini huku ukubali na huku ukatae? Huo ni unafiki. Na kupeleka shule sasa, huruhusiwi kuyakataa maneno yaliyopo kwenye mabano. Sasa hii ni Biblia Union Version ya mwaka 1952. Angalia ukurasa wa 957 unavyosema. Maelezo haya ya Biblia katika ukurasa huo yanasema kama ifuatavyo. Yanasema maneno yaliyofungwa kwa vifungo vya mviringo hivi yaleta maelezo na msaada ili kwamba mwenye kusoma apate kuelewa zaidi na maana yake maneno asomayo. Kwa hivyo kumbe mabano, maneno ya kwenye mabano yanakupa msaada msomaji kuweza kuelewa zaidi maana. Kwa hivyo ukiyakataa huwezi kupata maana ya unayoyasoma. Kwa hivyo kuanzia leo brother, wewe huna elimu yoyote, marufuku kuyakataa maneno yaliyoko kwenye mabano ambayo yamewekwa na Farisi. Kwa hivyo sasa hata ukienda kwa Sheikh Mayunga kwenye andiko hilo la 3:55, huyu ni Sheikh Mayunga, fafanuzi wake anakuambia kama ifuatavyo. 3:55 Qur'ani, tuangalie ufafanuzi wa Mayunga. Anasema Sheikh Mayunga, bismillahir rahmanir rahim, kusema Isa alayhi salam aliuliwa au alisulubiwa ni kufuru. Sheikh hapa anatuambia kwamba kitendo cha yoyote kwenye kusema kwamba Yesu alikufa, huyo ni kafiri. Kwa hivyo sasa, ndugu yangu Ndacha, mimi sijaelewa kwamba wewe ulitumia kigezo gani katika kuhakikisha unasema kwamba Qur'ani zote zimetaja kufa kwa Yesu kwa mauti. Huo ni uongo. Acha kuchukua maandiko huku na huku ukaunga vitu ambavyo huvielewi. Qur'ani haitaki mchezo brother. Rudi shule, wewe ni muongo na huna ujualo katika maandiko. Na kama wewe ni kidume, labda ulete vitabu vipya, lakini hivi kila ambacho utakitoa nitakupeleka shule. Basi inshallah tukutane kwenye somo jingine. Baada ya kusema hayo niseme wabillahi taufiki, niwatakie kila la kheri inshallah.